mtazamaji, na asante sana kwa kuendelea kuwa nasi. Tunazidi kuzungumzia hali ilivyo humu nchini, haswa katika mitaa ya mabanda, ambapo hapo jana kulikuwa na taarifa nyingi mtandaoni kuhusiana na kile kilichokuwa kinadaiwa kuwa ni dhulma dhidi ya wananchi kutoka kwa vyombo vya usalama. Wengine walikuwa wanasema vilikuwa vinatoka kwa makundi haramu. Sasa hapa studioni tuko naye Alphonse Were pamoja na Julia Njoki ambao wanaishi katika maeneo hayo na watakuwa natueleza zaidi jinsi hali ilivyo. Asante sana kwa kuungana nasi. Alphonse, tukianza na wewe, hizi taarifa ambazo zimekuwa mtandaoni zilikuwa ni za kweli? Well, naweza sema ya kwamba hazikuwa za ukweli. Lakini Waswahili walisema ukisikia jambo limetajwa sana, mimi si Mswahili, huenda kuwe na ukweli ndani. Sasa nyinyi mnaishi huko, tuambieni huo ukweli wa huko ndani upo? Ukweli ni wa kwamba jana kulikuwa na rumors ya kwamba Mungiki itakuja kuattack Wajaluo ama supporters wa NASA. Na sisi kama wafanyi kazi katika ile area, kwa sababu shirika lile ndogo tuko nayo Mathare Peace Initiative Kenya inafanya kazi katika vitongoji duni za Mathare, Korokocho na eneo zingine. Na pia tuko na program ya kuhakikisha ya kwamba tunajaribu kuchunguza early warnings. Na wakati tulipata madai ya kwamba Mungiki wanakuja, mara ya kwanza tulikuwa nadhani ya kwamba kunaweza kuwa na ukweli ndani. Lakini baadaye ya kufanya uchunguzi wetu wa kina tukakuta ya kwamba zile zilikuwa ni uongo mtupu. Yes. Julia, Yes. nyinyi ndio mnaishi huko. Kulikuwa pia hata na taarifa kuwa wanawake wanabakwa. Wewe ulipokuwa unapata taarifa hizo, hatua ya kwanza uliochukua ni gani? Okay, zile areas wanasema wanawake wanabakwa, tulikuwa tunapigia wale wako hizo areas simu. Tunauliza hii kitu inaendelea. Unapata wengine wanasema hapana. So unapata kuna wale watu wana take hiyo advantage ya kueneza hizo uvumi ndiposa hizi makabila ziweze kupigana. But mimi naambia watu wacha tuache kueneza uvumi. Kama ni kitu iko, wacha turipoti kwa polisi. Polisi wachukue hatua. Naam. Yeah. Alphonse, Yes. kuna pia miradi ambayo mnafanya kati ya jamii hizi mbili katika jamii zote ambazo zinaishi katika eneo la Mathare. Hebu tueleze kidogo kuhusiana na miradi hiyo, ni ya aina gani? Tuko sisi kama Mathare Peace Initiative Kenya tuko na miradi kadhaa. Lingine tuko na miradi ambao tunahakikisha kwamba tunakalisha jamii chini pamoja ili wakaweze kuzungumuza shida zao. Zingine pia tumekuwa na mradi wa amani ambapo inafanywa kati ya mashirika mawili, Mathare Peace Initiative Kenya tukishirikiana na Mercy Corps. Na tulikuwa na mpangilio ya kwamba before we go to elections tutahakikisha kwamba tunakalisha jamii chini tukaweze kuzungumzia zile hali zinazoweza kuleta vurugu, ambapo tulifanya. Ukweli ni ya kwamba jamii ya Mathare kuna mambo mingi sana inatutenganishanga. Ukianzia stories za landlord and tenants, ukikuja katika stories za siasa, and tutakubaliana, sijui kama utakubaliana mimi ya kwamba katika nchi yetu ya Kenya hatuna vyama vya kisiasa, lakini tuko na political wacha niseme ni affiliation ambapo zinaletwa katika msingi wa kikabila, alafu tunaambiwa kwamba hizi ndizo political parties. Then wakati mimi kama Alphonse nikienda ni identify myself na ile party yenye watu wetu wako, watu kwa community hawanioni kama mfanyikazi wa jamii, bali wananiona kama kabila fulani. Naam. Julia, katika hii mipango mlionayo kabla ya uchaguzi, ni mazungumzo gani ambayo mlikuwa nayo, na je, yamesaidia kwa njia yote kupunguza uhasama wakati huu wa uchaguzi? Ndio. Unaweza pata tulikuwa tunashika mayouths. Tunakuja tunakaa chini, tunadiscuss ni shida gani sisi kama mayouths tunapitia. Unapata kama saa hii wakati kuna siasa, sisi kama wale tumezaliwa
hatujuangi kabila letu. So unapata saa zile siasa zimeanza, ndio utaanza kusikia wewe Njoki, wewe ni Mkikuyu, ama Alphonse wewe ni Mjaluo wakati wa siasa. Lakini wakati huu mwingine hakunanga ati wewe ni hii kabila, wewe ni hii kabila. Sisi wote uanga tunashirikiana hata kukiwa na shida. So saa zile siasa zinakuja, uanga zinatutenganisha. Tena kabla tukuje turudiane pamoja, inachukua time. So tulikuwa tunakalisha mayouth chini, tunawaambia hatuendi na hii njia, tunafaa kwenda na hii njia. Ujue huyu atakiwa Mkikuyu ni jirani yako, huyu akiwa Mkamba ama kabila lile lingine ni jirani yako, na wakati kuna shida huyo ndio mnashirikiana na yeye, wakati yeye pia kuna shida mnasaidiana. Kwa hivyo siasa isikuje kututenganisha. So unapata mimi nikisimama, sitaki kusema ati mimi nitasupport mtu fulani ama nitasupport mtu fulani. Jua ni haki yangu kikatiba. Ule mtu wote tu, hata kama ni kabila gani, ni haki yangu kikatiba. Tuiheshimu hivyo. Kwa hivyo haya mazungumzo tukiwa tunaongea wakati tuko na hizo forums, uanga zinasaidia sana. Juu tutachukua hata wamama tuwaweke pamoja. Juu kama ukiangalia wamama sana this time, hao ndio walikuwa mstari wa mbele. Hata ukiangalia kwa news zote, wamama ndio wanajua kukatika kila kitu. Wao ndio wanajua kwanza kunengua kiuno vizuri sana mbele ya wanasiasa. So unapata wamama pia wanatumiwa vibaya, wanasahau na majukumu yao kama wamama. Unapata mara mingi hao ndio wanaenda siasa, wakitoka siasa wakikuja, wanakuja na zile stories zinakuja kupiganisha watu kwa community. Alphonse, hapo ilikuwa ni jana nilivyokuwa Mathare, nikapata kuna baadhi ya wananchi ambao wanasema walikuwa wamejeruhiwa na polisi. Lakini hapo jana polisi pia wakatoa wito, wakasema wale ambao wamedhulumiwa na afisa yote wanapaswa kuripoti visa hivyo. Je, kuna wote ambao wamejitokeza kuripoti visa vya kudhulumiwa? Ukweli ni ya kwamba kuamkia siku ya leo sijafuatilia sana. Lakini kunao watu wenye walipatikana kwa manyumba zao na wakapewa kichapo. Hiyo naye nilishuhudia, na pia naweza zungumzia kwamba si vyema wakati mwingine, kwa sababu mara mingi watu wanaoishi katika vitongoji duni tunachukuliwa tu ni watu wa kupigwa wakati wote tu ikifika saa wakati wa kupigwa. Kwanza kabisa ningependa kulaani kitendo hicho, kwa sababu niliona internal security minister Matiang'i akisema ya kwamba hakuna mtu yote mwenye alipigwa. Lakini akikuja Mathare leo, ningependa kumjulisha ya kwamba akuje Mathare T area, Mathare 4A, atashangaa vile watu walivunjiwa mamilango na wakapigwa, walipewa kichapo kweli kweli. Na kwa kusema ukweli, mnyonge unajua pia ukijaribu kumsukuma na kwamba nendo uandikishe taarifa kwa polisi, ataogopa kwenda. Ukweli ni ya kwamba wengi wameogopa kufanya nini? Kwenda kuandikisha taarifa ya kwamba walipigwa na polisi. Jambo la kwanza, wapo unataka kupeleka statement yako kwa polisi, ndio amekuchapa. Kwa aliyekuchapa ndio unaenda kuandikisha taarifa ya kwamba alikuchapa. Hiyo kesi yako haiwezi kasikika hata kidogo. Labda wangetuelezea kwamba ni wapi tunastahili kupeleka kesi za wale wenye walichapwa, ingeeleweka. Lakini nende niandikishe taarifa kwa aliyenipiga, hii haiwezekani. Njoki, unakubaliana naye kuwa kuna ule uoga? Ndio watu wanataka kwenda kuripoti, lakini kuna uoga kuwa naweza kwenda nikaripoti nikakutana na yule ambaye alinipiga. Hiyo uoga iko. Juu kitu ya kwanza, mtu amekuchapa. Na si kichapo ile ndogo, ni kichapo proper. Naam. And then unaambiwa polisi ukaripoti. Ni kama kupeleka mbuzi katika koti la fisi, akijua tu kabisa umempeleka kichinjio. So utapata watu wengi wanaogopa. Kwa hivyo kitu tungeuliza tu, hata kama ni government, wacha aipoa kuja mashinani ijione vile imefanyika. Yeah. Na majeraha yale ambayo tunaweza kusema yalikuwa mabaya zaidi, yalikuwa ya aina gani, Alphonse? Kwanza acha nianze kusema ya kwamba kuna msichana wa shule mwenye alivunjwa mkono. Na ukijaribu kuangalia miaka zake, labda kama alifikisha miaka za kupiga kura, hii ilikuwa kura yake ya kwanza. Kuna vijana bado wenye wanaenda shuleni, wengine walipatwa wakilala kwa nyumba na wazazi wao walipigwa. Sikatai, kwa sababu kulikuwa na uvumi ya kwamba kulikuwa na vijana wenye walikuwa na provoke maskari.
ambapo na mimi pia nilishuhudia. Moja alikuwa anatoka Kariobangi, nikashindwa from Kariobangi na amekuja kavunjiwa huku Mathare, alikuwa amekuja huku kufanya nini? Ukweli ni ya kwamba wakati vitendo kama hizi zinatendeka, kuna vijana pia wanajaribu kujitafutia riziki usiku, wezi, wakora. Au hawezi kuwa wanatoka hiyo eneo, wanaweza kuwa wanatoka eneo lingine mbali, lakini wanakuja kuchafua kona hii nyingine. So kwa sababu baada ya wale watu kuvunjwa, nilikuta ya kwamba hata sijui walikuwa wawili, mmoja alikuwa anatoka sijui Kariobangi, mwingine alikuwa anatoka Huruma, lakini ukiwauliza Mathare mlienda kufanya nini, hapo ndio tunashindwa. Na huyu kwa jamaa kutoka Kariobangi, nilikuwa najaribu kufuatilia story zake, nikasikia alipopelekwa hospitalini yeye hali yake alikuwa hali mbaya zaidi, kwa hivyo alipelekwa ICU. Lakini wale wengine waligongwa vizuri ndio, lakini walitibiwa na wengine wakaruhusiwa kurudi nyumbani. Julia, wakati kama huu ambapo kuna wale ambao wanataka kutumia nafasi hiyo kuweza kuwadhulumu wananchi wengine, na polisi wanakuja kutafuta hao ambao wanazua ghasia, kwa maoni yako unadhani polisi wanapaswa kufanya nini ili kutofautisha wale ambao ni wananchi wa eneo hilo wanaoishi hapo na wale ambao ni wa kutoka maeneo mengine ambao wanakuja kuzua rabsha? Okay, mimi naweza sema raia washirikiane na polisi, ndiposa hao wahalifu wajulikane. Juu kama tumekaa hapa tuanze kukimbishwa sisi wote, hatutajulikana muhalifu na si muhalifu. Kwa hivyo tutachapwa sisi wote. Kama mtu ni muhalifu, acha tuseme ni muhalifu na ndio huyo. Juu saa zile kama saa hii tuambiwe sisi wote tunafaa kukua kwa nyumba by 7 ama 8, hiyo already tushawekewa curfew kuwa kwa nyumba that time. Ndio at least ule mtu atapatikana nje na polisi ataambia polisi ni nini anafanya nje. Juu already curfew ishatoka. Lakini unapata kuna wale wanataka waende kwa barabara, sasa wanaenda kuconfuse polisi pande hii, wanarudi pande hii kufanya nini? Kuharibu. Kwa hivyo community tushirikiane na polisi, ndiposa tuweze kuambia polisi hawa ni wahalifu na wakai hii area. Juu unaweza pata mtu ndio ametoka mahali ametoka amekuja kuchafua hii area, but hajakuja peke yake. Kuna wale wametuma afanye nini? Akuje. Na kama kuna wale wametuma akuje, kwa hivyo ni kuoneshana kuna wale watu wanamweka hapo. Kwa hivyo saa zile tunashirikiana na polisi, tunasema hawa ni wahalifu ndio wanatuma watu wapigane hapa, at least itatuweka safe. Na kwa wale ambao wanaupinga matokeo, Alphonse, unaweza kuwapatia ushauri gani kuhusiana na jinsi ambavyo wanapasa kutoa lalama zao? Wanaopinga matokeo ya uchaguzi, kwangu mimi naweza sema ya kwamba liwe liwalo, mimi bado nitazidi kuwa mtoto wa Mathare, bado nitazidi kuishi Mathare. Na Mathare bado itabaki kuwa nyumbani. Wanaolalamika ya kwamba uchaguzi, matokeo ya uchaguzi haikuwapendeza, kwa nini mimi nikaweze kuumia for those other people to lead? Kwangu mimi nasema ya kwamba mimi ni Mkenya, atakayekuja ni kiongozi, najua atanitumikia vile atangetumikia wale wengine. Kwa sababu tukirudia tu kwa kusema tu kweli, mimi sioni haja nikuje niumie kwa sababu ya matokeo ya uchaguzi, ilali mimi nimejaribu kutafuta kiti ndogo nikaanguka. Na ile yenye wanauliza zile viti kubwa kubwa. Kama hii ndogo hapa chini ndio hamkunipa, hiyo ya juu naenda kuuliza nini? Jambo la kwanza lazima tukubali ya kwamba Kenya ni kubwa kuliko mtu binafsi. Na hii Kenya iligharimu mababu zetu damu, ambapo mimi sistahili kuvuja damu ili Kenya kaweze kuendelea. Mahali Kenya imefika saa hizi, matokeo inaweza kuwa mbaya, lakini si mahakama pia ziko. Mahakama pia zikinunuliwa, kwa sababu tunasikia siku hizi pesa ubadilishana kwa mikono. Lakini hayo bado ni madai. Si tukuje tukavumilie kama Wakenya, kwa sababu Kenya tunaishi kwa kuvumilia. Hatujivunii kwa Wakenya, bado tunavumilia kwa Wakenya. Julia, hapo kesho Wakenya wengi wanangojea kumsikia kiongozi wa NASA Raila Odinga atakavyosema
kuna wasiwasi wote kuhusiana na labda yale ambayo atakayosema, ama kuna matarajio? Okay, tuseme kuna wasiwasi, kuna matarajio, juu kuna wale pia wamegojea wapewe mwongozo. Lakini mimi nitaambia Wakenya tulifanya kazi yetu. Mimi niliamka saa 10, nikapanga line, nikapiga kura. Nilifanya mahali ni mimi nilikuwa nafaa kufanya kazi yangu, kuenda kupiga kura, kurudi nyumbani. Kwa hiyo mimi naambia wengine, kesho ile kitu yote tu itasemekana. Wacha tuchukue tu mkondo yetu sisi kama Wakenya. Tudumishe amani na tukae tu sisi wote pamoja kama mandugu ama madada. Juu hakuna haja tupigane juu ya uongozi. Na hii uongozi hakuna siku itakuletea unga kwa meza. Utaamka saa zile unamkanga unaenda kazi, kama unaenda mjengo. Can you imagine Wednesday itabidi uamke uende mjengo. Kama wewe ni hoka, Wednesday lazima uamke uende job. Kama mimi Wednesday lazima niamke niwekele box ya ice kwa mgongo. Niuze ice zangu. Kwa hivyo kesho speech yote ile itatolewa. Wacha tuichukue vile tu itakuja, tudumishe tu amani. Kazi yetu tulifanya on 8th. Tulipiga kura, matokeo vile ilitokea, wacha tuendelee. Kila mtu arudi biashara yake. Alphonse, katika huo mkondo wa kuhusiana na uchaguzi na viongozi, baadhi ya wananchi ambao tuliweza kuzungumza nao jana, ambao waliweza kujeruhiwa kwa njia moja au nyingine, baadhi yao haswa wale vijana walikuwa wanasema hata hawataki tena kupiga kura. Unaweza kuambia nini? Sasa wewe utakubali kupiga kura baada ya kuvunjwa? Mimi hata kama ingewezekana, na hii nazungumza kama Mkenya, kama ingewezekana hizi viti sana sana kiti ya president, tungeambiwa kwamba hakuna uchaguzi baada ule president wa kwanza akichaguliwa, wacha amalize muhula zake zote miwili. Kwa sababu kama inaweza fika mahali mimi niende nipige line asubuhi alafu nikuje nikule tear gas. Mashirima hii sauti yangu haikuangi hivi. Sauti yangu inakuanga nyororo. Lakini nilikula tear gas kwa sababu ya kuokoa wenzangu. Na hiyo tear gas sikuikula kimchezo. Mpaka saa hizi ukiniangalia vizuri na kamlevi, lakini si ulevi kwa sababu sinywi pombe. Ni tear gas ile tu yenye tulipigwa pale chini. Sasa ikifika kila uchaguzi tunapofanya uchaguzi ni kupigwa tear gas na wengine kupigwa marungu. Si tuende tu mpaka after 10 years ndio tufanye uchaguzi basi? Njoki, unakubaliana na hilo? Kuwa yes, uchaguzi kidogo, wengine wanasema hawataki kushiriki uchaguzi. Alphonse anasema basi kusiwe na uchaguzi, iwe tunangoja miaka 10 alafu tufanye uchaguzi wa rais. Wa urais peke yake. Unakubaliana naye? Okay, mimi pangu ningesema wacha tufanye uchaguzi. Na mimi ningeulizwa tungekuwa tukichagua, na hata kama US baada ya miaka chache tunachaguana, at least mtu una participate kidemokrasia. Lakini kusikue uchaguzi ndio itakuja kututenganisha. Hiyo ndio inatuma mpaka watu sasa wanahofia juu. Hata mimi kuna maliliko imefika nikasema sitapiga kura. Juu ya nini? Hakuna haja niamke asubuhi nipige kura, nikirudi nyumbani tena nifuatwe mpaka nyumbani. So ile kitu bado na feel vibaya juu nilikuwa affected 2007. And then 2013 hakukuwa na kitu yoyote. Sasa hii ni 2017 kavurugu kidogo ndio ilikuwa inataka kwenda kutokea. Unataka kuniambia nimesahau yale niliona 2007? Bado sijasahau. Kwa hivyo kuna mali itafika mpaka watu watachoka kuvote. Na baada tufike hapo kwa kuchoka kuvote, beta tu tuanze kuongea mapema. Kenya tutakuwa tukichaguana na system gani? Kama tutakuwa tukichaguana kama ni ile system ya US ni sawa. Kama ni system nyingine ni sawa. Watu wa participate kwa uchaguzi, lakini isikuwe inaleta vita. Kama italeta vita, wacha tuache kuchagua, na wale wako kwa uongozi tu wakae tu kwa uongozi, watu wache huku chini. Juu Kenya makabila ni ngapi? Hata tunapigana tu kitu ifai. Makabila ni 2. Tajiri na maskini. Mimi saa hii nikiwa Mkikuyu hata nikikufa, Uhuru Kenyatta hawezi kuja matanga yangu, na hawezi kuja mazishi yangu. Hata anijui. Lakini mtu kama Alphonse ama best yangu ule mwingine atakuja kwa matanga yangu juu ananijua. Kwa hivyo kama uchaguzi ndio itakuja kututenganisha, heri kae.
tukaiva tu bila uchaguzi. Lakini sasa nyote Simona wawili, amekubali. nini wawili hamuoni kama huko kukataa kufanya uchaguzi kutakuwa kuna wanyima ile haki ya kuhakikisha kuwa wale viongozi ambao waliopo wanatekeleza wajibu wao ipasavyo kila baada ya muda fulani? Mashirima, ukweli hapa ni wa kwamba Njoki anajua alipiga kura yake wapi, Alphonse anajua alipiga kura yake wapi. Sio ni ukweli? Lakini kila mtu anapoenda kufanya uchaguzi anaenda na matarajio fulani. So utakuta ya kwamba wakati Njoki alikuwa anasherekea, mimi kwa upande wangu nilikuwa nalia. Lakini hujui kama alikuwa anasherekea, labda pia alikuwa analia. Alafu anaanza kuniimbia ati nakula kwa macho. You see? So hata mimi sasa inafika mahali nasema, kwa sababu tunajuana, tutaki kuvunja uhusiano yangu kati yangu na Njoki. Si ni ukweli? Sasa wacha tuendelee. Hizi viti zingine za huku chini tufanye tu uchaguzi vizuri. Kama saa hizi tujiandae, tujue uchaguzi itakuwa 2022 kwa sababu rais alisoma katiba akaambiwa ya kwamba mula zake ni miwili za utawala. So ikifika after 2022 tusiende tena kuchaguzi fulani, tujue ule mwenye atachaguliwa 2022 amalizie 20 hata kama ni 20 hizo miaka zingine zote. Kwa hivyo katiba ibadilishwe. Lakini hapa chini why participating in electing president yenye unajua ya kwamba hata kama nitaenda kupiga kura kwa ule mwenye namtarajia awe rais hatawahi kuwa. Siniachane nayo. Njoki, tukimalizia katika kila mashindano kuna mshindi na yule ambaye pia atashindwa. Hebu malizia na kauli ambayo inapatia kila mtu moyo kuwa ndio isiwe vile Alphonse anasema kuwa kila mtu ana matarajio yake, lakini hao matarajio hayawezi kuwa sawa. Hata kwa shule kuna number 1, number 2, number 3, number 4 mpaka number last. Na sisi wote hakuna siku tunaweza kuwa sisi wote ni number 1. Kwa hivyo lazima ukue hata wakati mnaenda mbio lazima kutakuwa na namba 1, 2, 3. Hata tunaonanga akinaniwa akienda kukimbia kuna ule atapata gold, silver na hizo zingine. Kwa hivyo tu tutarajie kwa kila election tukichaguana kutakuwa na mshindi na ule mtu atashindwa. Na tukubali. Mimi yangu nishakubali kansila wangu alishindwa. Na ule yako nishamwambia karibu aendelee na kazi. Okay. Kwa hivyo siwezi mpinga. Kazi ya kuja tufanye, bora ni maendeleo kwa wananchi na kazi iendelee. Naam, asante sana. Ni Njoki, Julia Njoki pamoja na Alphonse Were ambao wote ni Alphonse ni mkuu wa mipango chini ya mpango wa Mathare Peace Initiative. Julia Njoki ni balozi wa jamii chini ya mpango huo, wakiwa wanatueleza mambo kadha wa kadha kuhusiana na hali ilivyo Mathare, hali ilivyokuwa jana usiku, uvumi ambao ulikuwa unaendelezwa, na wakiwa wanahakikisha kuwa zile taarifa ambazo zilikuwa mtandaoni zilikuwa sio za kweli, kwani wao walikuwa katika maeneo hayo na kile walipokuwa wakipata taarifa hizo walikuwa wanawapigia majirani yao kuweza kujua kama kulikuwa na chochote ambacho kilikuwa kinaendelea. Dedan Mwirori Mwangi anasema Alphonse, mtu akirushia polisi mawe alafu atorokee kwa nyumba na polisi ameona pahali ameingia, ataachana naye? Ukitulia polisi hawezi fuata. Na nadhani ni jambo ambalo pia Njoki aligusia akisema kuwa wananchi pia wanapaswa kushirikiana na polisi ili kuhakikisha kuwa wale ambao ni wahalifu wanakamatwa na wananchi wanabakia salama. Asante sana kwa kutazama Kivumbi mwaka 2017. Tukutane kesho panapo majaliwa. Usiku mwema.